Hadithi hii inahusu uhalisia wa maisha ya kweli, inayomhusisha kijana aliyezama kwenye penzi na jini bila kujua. Ni wakati wa kuisikiliza ukajue nini kisa na mikasa iliyomkumba kijana huyo kwenye hadithi hii nzuri na ya kusisimua. Tunaenda kuanza hadithi yetu pendwa. Episode ya kwanza. Mtunzi akiwa ni mimi, Charlie Frank, au ukupenda niite Chan Baba. Ilikuwa siku ya Jumanne, mnamo tarehe 10, mwezi wa 11, majira ya saa 2 usiku. Nilipokuwa nikitembea barabarani usiku, kwa hatua za polepole, mwili kuchoka sana kulingana na kazi nikizokuwa nikizifanya. Ghafla mbele yangu, nikaona mtu akijongea kuja. Na njia niliyokuwa nikitoka, sikusita kutembea kadri nilipozidi kutemba, ndipo nilipokuwa nikimtazama kwa makini yule mtu. Moyo ulishtukua na kujawa hofu, huku nywele zikinisisimka misiri ya maji kuchemka. Mawazoni nikajiwazia kwa nini hofu imenitawala, ikiwa kila mtu anatembea kwa mipango yake. Nikajaza nguvu na ushupavu mkubwa, kisha nikazidi kusonga mbele. Hatua zangu hatua zake, mara tukakaribia, akaanza yeye kunisalimu. "Kaka, mambo?" Nikashangaa na kupigwa na butwa. Sikutegemea kama angalikuwa ni mwanamke, maana alivaa joho kubwa na kitambaa kilichofunika sura. Bila kuinua macho yake nikaitikia poa. Kisha nikapita hatua kadhaa mbele. Nyuma yangu nilisikia sauti ikisema, "Najua unahangaika sana kuitafuta pesa. Unafanya kazi ngumu, kipato kidogo vipi? Kama naweza kuwa mmoja wa msaada kwenye kuzitimiza ndoto zako." Moyo ukanipasuka paa na kujiuliza, haya maneno naambiwa mimi au? Niligeuka kumtazama aliyeyazungumza maneno hayo. Hakika sikumuona. Niliangaza huku na kule kutazama, hata yule mtu niliyepishana naye sikumuona. Wepesi wa pumzi kuhema kwa haraka, woga ukinitawala, nikaanza kuogopa na kusema kimoyomoyo, hiki ni nini kinanitokea leo? Nikapuuzia, kisha nikaanza safari kuelekea magetoni. Ghafla kukaribia mazingira ya chumba changu, nilipopanga nikakumbana na harufu nzuri yenye manukato mazuri. Nikaanza kusifia kwa majirani zangu nikisemea moyoni mwangu, hakika ukipata kazi, kila kitu kwako kinaenda sawa. Ila naamini kwenye kila gumu mazuri huja mbele. Nisichoke wala kukata tamaa. Nikainama nilipokuwa nimeweka funguo yangu, nikachukua funguo na kufungua mlango wangu. Niliposukuma mlango, hewa ya ndani ikanipokea kwa yale manukato niliyokuwa nikiyasikia nje na kuwasifia majirani. Nilipoingia ndani, ghafla nilipigwa na butwa na mshangao mkubwa, baada ya kutazama na kukuta mazingira niliyoyaacha hayakuwa hivyo punde. Ile sauti nikiisikia pindi nipo njiani, ikajirudia na kusema, "Usiogope, nipo hapa kwa ajili ya kutimiza kila lengo lako." Niliuliza kwa sauti ya hofu, "Wewe ni nani na kipi unataka kutoka kwangu?" Alijibu, "Mimi ni mtu mwema sana kwenye maisha yako, na ukitaka kuniona hata sasa, naweza kuwa hapo." Moyo ulikuwa ukidunda kwa kasi sana, nikiogopa mno. Nilipata utulivu bila kusema kitu chochote kwa muda mrefu sana. Akazungumza tena, "Mbona upo kimya, Joe?" Nikamjibu, "Hapana, na wala siogopi. Ila najiuliza umewezaje kuingia kwangu bila kufungua mlango? Na haya mashuka, vitambaa na vingine umetoa wapi? Maana mimi sikuwa navyo." Akasema, "Yote hayo utayajua endapo kama utaniruhusu kuwa karibu yako." Nikauliza kwa mshangao, "Karibu yangu mimi, Joe?" Akajibu, "Ndiyo Joe, tena natamani sana, sio kidogo. Na kama unataka kuniona hata sasa, naweza kuwa hapo. Vipi, unanipa ruhusa ya kuwa hapo ulipo?" Niliogopa sana, lakini nikamjibu kwa kujikaza huku nikisema, "Liwalo na liwe." Nikamjibu, "Sawa, unaweza ukajitokeza." Mara papu, akajitokeza kitandani na kukaa karibu kwenye tendegu la kitanda. Tukutane kwenye sehemu ya pili ya Najuta, hadhi ya kusisimua. Nadhani utakuwa mwanzo mzuri wa hadithi yetu,